Hello guys, it's very good when we have female students at Kisiki Capital Forex Academy. It's a very good opportunity. Remember, Kisiki Capital is not all about teaching students, it's also all about funding traders. We have very many different products at Kisiki Capital, and stay tuned, we will be bringing you another new product soon. So today we have one amazing student and her name is Ami, but I'll give her the opportunity to introduce herself and then we can continue from there. Karibu sana. Asante. Naitwa Ami. Yes. Ni mwanafunzi wa Kisiki Capital. Ndio. So her name is Ami, as she said. Ami nani? Ami Malecha. Ami Malecha. Ami Malecha anatokea wapi? Wachaga? Which region? Zanzibar. Zanzibar. Yeah. Oh, we're in Zanzibar. Oh, that's nice. Okay. That's good. So we have Ami Malecha from Zanzibar, and she's a student. She joined our February intake, and Ami is a very intelligent lady. She's displayed quite amazing behaviors, quite amazing trading behaviors. She's displayed a lot of discipline. She's displayed a lot of patience. In trading, it's all about discipline, patience, and so on. And we are glad to have Ami here. And today we'll take you through a little session with her, whereby we get to ask her this and that, all about her trading, on how she started, and so on. So Ami Malecha, karibu sana. Asante. Tell us Ami, kama ulivyosema unatokea Zanzibar, right? So ilikuwaje paka uka get into trading? Mara ya kwanza ilikuwa ni Influence. Yeah. Kuna mtu alini influence, nimeona akifanya trading, nikapenda. Oh, okay. So ulimwona mtu then ukapenda. That's what drove you into trading. Yeah. And when was that? Ilikuwa ni mwaka jana. 2024. Oh, that's nice. And ulisikiaje kuhusu Kisiki Capital? Kwa sababu nina uhakika kuna academy nyingi sana Tanzania. Ndio, kuna academy nyingi. Ndio. Lakini Kisiki ndo the best academy inaongelewa sana. Oh, that's nice. Thank you so much. I appreciate that. So ulisikia kutoka kwa mtu? Ndio, kutoka kwa watu. Okay. Niliomba ushauri, wakani advice nije Kisiki. Okay. Na ili soko la trading, watu wengi ambao wako ni wanaume. Ndio. Wewe ni mwanamke, haujisikii kuwa left out? Hapana. Haujisikii? Unajiona uko kwenye sehemu sahihi? Ndio. Ni kitu gani tofauti kati ya trading na labda biashara nyingine au vitu vingine? Kuna tofauti mwingi. Kama? Kwanza unakuwa financially free. Ndio. Cha pili, yani muda. Yani unakuwa una muda wa kufanya pia mambo mengine. Okay. Kuliko ukisetu kwenye kazi moja, unakuwa na muda tu wa kutumia kufanya hiyo kazi. So ndo vitu ambavyo vilikufanya get into trading? Ndio. Oh, that's nice. So we should expect a rich Ami in a few years from now. Yeah. That's amazing. So can you tell us so far kuhusu the masomo ulivyosoma na paka hapo ulipofikia? Nimeacha chuo, nilikuwa nasoma. Oh, really? Ndio, nilidrop. Nikaamua kuja kutrade. Okay. Ndio. So ulipoanza kutrade paka sasa hivi umefikia wapi? Najiona niko kwenye nafasi nzuri, namshukuru Mungu. Nawashukuru pia Kisiki. Wow, that's nice. So Ami aliacha chuo but amekuja kujifunza trading, so we expect that she will be taking this as a full-time job. Kitu kimoja maybe I can tell you guys out there is that uende chuo, usiende chuo, life is all the same. There are people ambao hawajafanikiwa kumaliza chuo au hawajaenda chuo and they are very successful. In life, it all depends with discipline. In life, it all depends with how you conquer everything that surrounds you.
in life inategemea na jinsi unavyojituma na vitu kama hivyo. So first of all, currently speaking, we have a lot of people that have finished university na they are jobless. They are looking for opportunities. Na hawa watu kwa sababu tayari akili zao zishadua kwenye yale mazingira ya kwamba ukimaliza chuo lazima upate kazi, wanakuaga hawafikiriagi, they are stuck, they be dominant, most of them. Ila it does not mean that is to each and everyone. Kuna wengine wanafanikiwa wakitoka chuo na they are good. So this all depends with the personality, the actual someone. So with Ami hapa, I'm pretty sure hii journey alochukua ni kama vile unaposema unamaliza form 4 form 6 then useme uende VETA ujifunze something, a skill. In our country the main problem ni kwamba whatever we are doing in terms of forex, it's not recognized maybe na serikali na vitu kama hivyo, but I believe na nasi sana kama inawezekana kuna watu wa serikalini wananisikia, na tumaini kwamba one day forex itaingizwa kwenye masomo ya kawaida ya wanafunzi. Yani let it be part of a lesson, because this is something that each and everyone does in one way or another. So you do not have to be you do not have to finish school in order for you to be successful. And still, na hata kama ume drop out of school, it does not mean that that is the end of you. There is trading. In trading you can be very successful, even more than the people that have finished or gone to school. I mean, have finished university. So Ami, usijisikie mpweke, usijisikie left out. We are here to support you, and tutahakikisha kwamba unapata kile unachostahili, uko kwenye njia sahihi. Na nadhani una sababu maalum za kwa nini uliacha. Kila mtu ana sababu zake, tusingependa kuzijua hizo kwa sababu maybe their family, their personal reasons, but don't just feel left out. You're doing the right thing. And one thing, with your persistence, with your dedication, with your discipline, I'm pretty sure that utafikia malengo yako. So kwa watu ambao wanatamani kujiunga Kisiki Capital, ungewashauri au ungewaambia nini? Ningependa kuwashauri pia wanafunzi wenzangu walokata tamaa, labda waliacha chuo kama mimi. Yeah. Kisiki na forex pia, yani kimaanisha ya trading. Kama kuna mtu huko haoni mwelekeo, anaona hana cha kufanya, tafadhali naomba uwasiliane na Kisiki, tutakupa ushauri mzuri, na kutrade pia ni vizuri. Ami kasema kwamba kutrade ni vizuri. So guys, this was Ami Malecha from Zanzibar, and she's our student here. And a few weeks from now tutakuwa tunakupa review nyingine ya wapi kafikia na malengo yake kwenye trading na vitu kama hivyo. Ndio kwanza kaanza jani yake ya trading na tunamkaribisha. Na I hope mmesikia maneno 1 2 3 kutoka kwake. And all we can say is, Ami, unafanya kitu sahihi, and karibu sana Kisiki Capital. Na tutafanya review nyingine in a few weeks from now, and hope tutakuwa na kitu cha kuwaonyesha au kuwapa watu. Karibu sana. Asante. Thank you.